Karibu sana Mr. Ghost bana. Asante sana. Naona nishakuwa mwana microspace wa ndani. Karibu sana. Asante sana. Imekuwa ni njema sana wiki iliyopita. Of course. Tumekuwa na mada yetu njema kabisa na tumeweza kujadili. Nashukuru tena leo umeweza kurejea. Karibu sana. Wiki iliyopita kuna swali ambalo tulikuwa tumeliuliza na tulikuwa tumeshia njiani. Na nitamani nijue kwamba ni changamoto gani ambayo bado inaendelea kuelekea Watanzania wengi au watu wengi nchini kwetu wanakuwa ni watumiaji, sehemu ya watumiaji wa teknolojia lakini sio sehemu ya watengenezaji au wazalishaji wa hiyo teknolojia. Hiyo ni mada ndefu sana. Nitaongelea kwenye pointi na nadhani hatutamaliza leo. Okay. Hakuna mifumo ya kusupport builders. Hakuna mifumo ya kusupport builders. Nitaiongelea hiyo point. Unaposema mifumo unakuwa na maana gani? Unajua mfumo siongelee kwamba ni kitu kimoja ambacho natakiwa kiwe kimeshaanzishwa. Naamini kuna mifumo mingi sana ambayo ipo mpaka sasa hivi ya innovations katika teknolojia, hospitali ndio solutions kibao ambazo zinakuwa zinatolewa na tofauti na serikali au na sekta binafsi. Ndio. Ninaongelea nature ya mifumo yetu sisi wenyewe, our lifestyle, maisha yetu ya kila siku, mtindo wetu wa maisha. Kwa hata mifumo ikianzishwa ile ambayo tumeanzisha kama hosting au wapi, chache wata-align, wengi hawato-align na ile mifumo kutokana na kwamba bado mifumo ya watu wake haijakaa sawa. Sasa mifumo ya watu wake haijakaa sawa. Mifumo ya watu wake, unafikiri ni kwa nini mifumo ya watu wake haijakaa sawa? Mimi nadhani pa kuanza kuongelea nitaanza kuongelea kwenye issue ya collaboration. Ushirikiano. Hakuna ushirikiano. Afrika sio Tanzania hatushirikiani. Okay? Unaposema hatushirikiani ni kutokea uzalishaji mpaka utumiaji. Nature yetu sisi inatuforce kutoshirikiana. Lakini naomba nikustupisha hapo kidogo Ghost. Unaposema kwamba sisi watu hawashirikiani, ndio maana watu hakuna wengi, hawaandai wengi kuwa watoaji wa teknolojia, bali tunakuwa tunaandaa watumiaji, sio wazalishaji wa teknolojia. Naomba nikuchallenge kidogo. Mtengenezaji wa Facebook ambao kwa sasa hivi inaitwa Meta na Mark Zuckerberg, je, kipindi ana found kile kitu, kipindi anakianzisha, alikuwa ni mtu mwenyewe, alikuwa ni mtu mmoja yeye kama yeye? Hapana. Je, alikuwa ni ana timu ya watu au wanafundi kwa watu? Hakuwa mwenyewe. Unadhani hata kuna baadhi ya kesi zimeisha juzi tu hapa. Hakuwa mwenyewe. Kile kitu hakijaundwa na mtu mmoja. Meta haijaundwa na mtu mmoja. Na hata alivyoanza kuiunda imesapotiwa na community kubwa sana mpaka inafikia pale. What about vipi kuhusu Apple? The same way. Nadhani ukianza Steve Jobs atakwambia alikuwa na Steve Wozniak. Walifanya kwa pamoja, of course, hata kama, lakini mwisho wa siku kimejengwa na watu. Apple imejengwa na watu wengi sana. Ili kujenga kitu kikubwa ambacho kitapata utumiaji mkubwa, lazima kitahitaji nguvu kubwa ya watu wengi, kwa sababu hawa creators mwanzoni au hawa wanaoenda kubuild hizi solutions whatever, wanahitaji nguvu kazi mwanzo. Unaamini kwamba ushirikiano ndio tutaandaa watu wawe wazalishaji wa hizi? Kama tutapromote ushirikiano, basi hapa ndo tutakapoanzia. Kwa nini nimesema ushirikiano? Leo hii hichi kitu kinakuja, watu wanakuwa promoted, watu wa grow as a solo peke yao wajijenge wenyewe, kwamba mwisho wa siku lazima tuwe na kitu chako wewe mwenyewe kidogo, lakini uwe nacho cha kwako kama cha kwako. Nadhani hizi issues zinakuwa zina changamoto kwenye pande zote mbili. Na unafikiri ni kwa nini watu hawashirikiani au watu hawana mfumo wa kushirikiana? Mzee, tunapromotiwa ownership, tunapromotiwa kwenye hiyo lengo kwamba uwe nacho cha kwako kama cha kwako. Umeona, ufanye biashara yako kama ya kwako, being your own CEO. Ndio maana hata mzazi anaweza kaanzisha project ya kutegemea kuna watoto kuja kusupport, watoto wasisupport, lakini mentality atakwambia bana, mimi sitakuwa kuwa na chini ya mtu fulani au chini ya baba au chini ya mtu. Kwa ni ile mentality ya watu kutaka kuwa chini ya. Sasa wote tukiwa ma CEO, kwanza tutatengeneza nini kama wote ndio ma CEO? Unajua bana, hivi vitu vinasa. Mimi nadhani kuna section inatakiwa ifike tu promote kushirikiana.
tupromote watu wanaofanya kazi wafanye kazi katika uadilifu na weledi. Tusiamini kwamba mimi nikitoka hapa unajua hatuwezi kupromote watu wote wakienda kutengeneza vitu vyao. Tutakuwa na vitu vingi sana alafu vidogo havifiki kokote, havina lifespan ndefu, na ndio maana kampuni zetu zinakufa mapema. Nadhani nilikuwa nafuatilia historia, kuna kampuni moja tu ambayo ina muda mrefu na yenyewe inaendeshwa kwa misingi ya kifamilia, ni kampuni ya Asas. Almost miaka 70. Sidhani kama kuna Iringa. Yeah, of course. Ndio. Ina miaka 70. Mimi nadhani wale wanastahili pongeza. Tunapaswa twende tukijifunza kutoka kwao. Umeona kwa nini wanaweza kushirikiana? Asas wao wanaenda na kampuni moja. Kampuni ya Asas na vitu vingi sana. Umeona nadhani wana release state, wana issue ya production, wana issue ya viwanda, maziwa na nini wote. Kwa hiyo mimi nadhani wana vitu vingi sana. Lakini tujifunze wale wameshirikianaje? Mbona familia zingine hata zikijaribu haziwezi? Kwa hiyo inamaanisha kuna shida. Umeona kuna shida pia kutoka kwa ngazi pia familia. Afu inawaandaa watu au inawaandaa watoto kujisimamia wao kama wao bila kushirikiana. Sio tena bora iwe kujisimamia. Kutoshirikiana. Unajua kujisimamia ni kitu kizuri sana. Unajua nikikuandaa mtu kujisimamia wewe mwenyewe ni kitu kizuri sana. Ninavyosemea kushirikiana kwa maana kwamba kusupport vile vitu ambavyo tumevifanya. Mfano tuanze katika utengenezaji. Umeona? Tukubali. Ndio maana hata utakuta partnership kwetu hazifanyi kazi kwa sababu ya hicho kitu. Kwa sababu kila mtu anatangania cha kwake. Tukubali kusupport issue ya utengenezaji. Kwa hiyo tuhiwe hii kitu ya mtu kutaka kusimama yeye kama yeye. Kuna watu wana promote wanakwambia usifanye kazi usiwe na mentality ya kufanya kazi kwenye kampuni ukajitegemea mwenyewe, kwenye serikali ukajitegemea wewe mwenyewe. Sasa wewe unaenda kufanya kazi wewe mwenyewe, unafanya na nani? Na yule ameambiwa hivyo. Ameambiwa naye utafanya na nani? Alafu unaambiwa weka pale, mweke nani? Mimi nadhani inatakiwa tuwe na mentality za kusapotiana. Kusupport. Nadhani hata waliobahatika kuwa viongozi wa makampuni au viongozi wajue jinsi gani ya kuhakikisha wanatengeneza watu watakaosapotiana. Ukiwa kiongozi sio kitu cha kuchukua, ni kutoa. Unapokuwa kiongozi wa kampuni au ujitoe kuhakikisha kwamba unasimamia ile misingi, kuhakikisha kwamba kwanza hujengi jealous. Ujengi jealous. Nadhani timu bora, timu nzuri ni kuhakikisha kwamba kiongozi ambaye hatajenga jealous, atajenga kila watu kuhakikisha kwamba wana grow kila section. Mimi nadhani kuanzia huko ili hawa watu nao reflect, wasifeel inferior kwa kufanya kazi sehemu fulani. Kwa hiyo nini kifanyike katika kuhakikisha kwamba insist collaboration katika building na katika kutumia. Tusupport vitu vyetu vinavyotengenezwa ndani, solutions zilizoletwa na watu waliotengeneza ndani, na vitu vingi ambavyo vimetengenezwa ndani tusupport. Tunapokuwa tunapata fursa ya kuanzisha startup, tunatakiwa tuanze kusupport. Nadhani hata Microspace ndio tumefanya hichi kitu vizuri katika Microspace Tech Summit. Hatukuwa tuna kitu kikubwa sana cha kutoa nadhani. Ndio. Hatukuwa tuna kitu kikubwa, lakini tumeanzisha njia ya collaboration. Mimi nimeona kwamba mna invest innovators, investors, developers na startup companies iweze kupika kuparticipate na Mtanzania yote. Na kingine ambacho tunakifanya ni kwamba pale watakuja watu na solution mbalimbali. Mimi natengeneza drone. Na wewe unatengeneza battery. Badala ya mimi kuagiza battery nje za drone, nitachukua kwako. Hiki kitu nimekipenda sana. Nadhani ndio inakuwa ni mwanzo ya Tanzania kuanza kutengeneza collaboration, kushirikiana. Na tutajenga vitu vikubwa sana. Umeona nadhani hicho kitu kitaanzia pale, na hisi collaboration ni pana sana, lakini nadhani kwa summary tunaweza tukaiachia tu hapa. Kitu kingine ambacho nitaongelea hapa ni mentorship. Kunatakiwa tupate mentorship ya engo tofauti. Kwanza tuangalie audience wengi wako wapi. Ndio. Audience wengi wako kwenye social kwenye hii mitandao ya kijamii. Ndio. Basi huko ndo tutupitishie mentorship. Wasiwepo wazungu tu peke yake au watu wa magharibi peke yake ndo wanatoa hizi mentorship. Kuwepo na watu ambao wa kutoka hapa wanatoa mentorship. Tunakuwa inspired na watu wakubwa ambao wanatoa mentorship ndogo huko mitandaoni. Nadhani kutakiwa hizi ndo nitakiwa ziwepo nyingi. Mfano summit hizi unaweza kuziandaa, natakiwa ndo ziwepo nyingi Tanzania. Mimi napongeza juu ya hiki kitu ambacho mnakifanya na si kidogo sana. Naona mnazidi kwenda katika lengo tofauti na nina program na mnaona mna program zingine ambazo mnazifanya katika kuendeleza kwamba teknolojia inakuwa. Exactly. Na kuna kitu kidogo nimeona ndani ya Microspace mmekianza ni hiki kitu laptop kwa mkopo.
hii ni moja kati ya support ya kuhakikisha kwamba tuna support hawa watu wasikwame kwenye facilities. Umeona kwamba mtu anahitaji kuanzisha leo kampuni ya kuandika softwares. Umeona sasa anataka kuanzisha softwares, anataka timu ya watu 3 wana miss laptops. Umeona na laptop wanaweza kaja kuzipata kwetu hapa, wakaendelea kulipa kidogo kidogo basi. Lakini pia naiona pia kama ni kama sehemu ya mentorship, kwamba na mtu ataweza akapata mentorship mbalimbali kwa kupata hivi vifaa. Nadhani mentorship iko katika mtu akishachukua kile kitu. Nadhani kupitia zile streamline labda ndo ataweza kuaccess YouTube, Instagram, ndio wapi kokote kule ambako unaweza akapata kujifunza hivi vitu. Lakini mentorship nyingine ambayo inaangalia lengo nyingine ni kuhakikisha hivi vitu vingi sana katika hizi sehemu wako watu wanapoangalia. Tusipromote peke yake comedy, tusipromote peke yake muziki, tusipromote peke yake vitu vingine, tusipromote hawa builders. Watakapotumenta builders wana changamoto nyingi wameziface. Umeona, wana kitu cha kutuambia, wana kitu cha kuambia wengine ambao wanakwenda kuanza kesho, wana kitu cha kuambia watoto ambao wamezaliwa leo kesho kutwa, waone ni nini ambacho tunatokea kwenye mentorship. Wanajifunza nini katika mentorship? Builders ni wakina nani? Kuna mtu hapa anasikiliza na yuko pamoja na sisi wakati huu, anatamani kufahamu japo builders ni wakina nani? Unaweza kuielezea kidogo? Builders ni yoyote yule ambaye amefikiria tatizo na ameamua kujitatua kwa lengo tofauti tofauti. Sasa kuna wengine wanaanza sasa, of course tumeweza katika teknolojia ndio, lakini yule yoyote yule atakayesoma changamoto katika supplying labda ya mifumo ya ulinzi, atabuild ile mifumo ya ulinzi, hata supply, ndio atakiona changamoto katika transport, ndio wale wote tunaweza categorize katika builders. Watu ambao wanajenga hii miundombinu ya teknolojia wakisha kwamba tunaitumia ni wale ambao wanatengeneza solution katika kuhakikisha kwamba matatizo yale yaliyopo yanatatuliwa. Of course. Sawa. Tuendelee. Ndio hiyo na hii issue ya mentorship, to promote vitu ambavyo na support builders. Umeona, ndio vitu ambavyo tuvipe airtime, mauzui ambayo of course ambayo yatazidi kuwa encourage watu. Mimi na suggest hata mtu akifeli atufundishe, tujue alipofeli, tusifeli kesho. Umeona, tusifeli, tujue kabisa ukifanya hiki unaweza kufeli. Umeona, nadhani yote hiyo ni mentorship. Nini wewe ni falsafa yako katika mentorship? Falsafa yako ni ipi Mr. Ghost? Mentorship inaanza na inspiration. Hauwezi kujifunza kitu ambacho haujawa inspired. Na hata na washauri watu wengi katika hizi summit za tech, hata hii ambayo tumeiandaa watu wahudhurie kwa wingi, kwa sababu kuanzia pale wanaweza kaanza kuwa inspired kwa kuanza kuwa builders zao, wajengaji wa hizi miundombinu ya teknolojia. Nadhani hiyo kitu inaweza ikawa ni nzuri sana ya imekaa vizuri. Ile ni moja kati ya mentorship. Nashukuru sana kwa watu walio suggest. Nadhani timu nzima imetusuggest kuhakikisha kwamba tunakuwa na hichi kitu. Sasa itakuwa ni kizuri sana kwenye mentorship.